This is my storyline show episode 2. Tuko leo ndani ya studio kubwa sana Nairobi, ambayo imejenga wasanii from zero to another level. Leo tuko na producer mkuu sana, tuko ndani ya FMA Studios Nairobi, na ningependa kuwaonyesha kwamba jinsi wasanii wanavyojengwa na jinsi wasanii wa injili wamegrow. Tuko na baba yetu wa kimuziki ambapo anajulikana kama Effy. Yeye ndio mkurugenzi mkuu wa hii studio ya FMA Studios. Tuko Ludhuli Avenue, na hapa ndio muziki kubwa sana inajengwa. Na mimi host wenyu Felix Okituku. Tuko ndani ya show ya My Storyline. Inawakaribisha wote tuende katika hii safari na tujue mambo makuu ambayo yanaendelea katika upande wa muziki. Tumekuwa na corona katika hii nchi yetu ya Kenya. Wasanii wengi wameumia, wengi wamepatwa na depression, wengi undergo challenges mob. Lakini kwa sababu tuko na producer mwenyewe, atatuambia haya yote. So karibu sana brother Effy kwa show yetu ya My Storyline. Asante. Yeah, okay. Now tuambie muziki ulianzia wapi na mambo yako ya usanii? Sasa mambo yangu ya usanii imeanza bali kwa muziki. Kwanza niseme muziki nilikuwa ninaipenda kutoka kitambo, wakati nilikuwa nikiomba mtoto mdogo. Nimekuwa kwa Sunday school, nikakuwa junior, alafu sasa nikakuwa mwalimu wa Sunday school, na pia nilikuwa ninapenda muziki. Kwa hivyo ni kitu ilikuwa ndani yangu. Na nashukuru Mungu kwa sababu Mungu huaga anasaidia mtu kumpeleka pahali anaweza, hiyo kipawa yake inaweza kuwa nurtured. Kwa hivyo Mungu alifanya vizuri, akanipeleka kwa kanisa. Kutoka hapo kwa kanisa nikaingia mambo sasa ya vyombo, nikarani vizuri. Ninaona venye mambo inaendelea. Na ninashukuru Mungu kwa sababu sikuachilia chenye kilikuwa ndani yangu. Kwa sababu unajua watu wengi huanga wanaachilia. Unaona umegojea Mungu, unaona kama haitawezekana, lakini mimi nilisimama kidete mpaka nikaona Mungu ameanza kunipeleka kwa kiwango changu hapo. Okay, swali nyingine nataka kujua kwako. Kuna hii tabia ambayo imekuwa wasanii wengi kuhama kutoka kwa nyimbo za injili kwenda paka katika hizi nyimbo zingine za dunia, ambapo secular music. Wewe umesema namna gani kuhusu hii tabia ya kutoka kwa gospel na kuhama katika nyimbo hizi zingine? Unajua mimi jambo ya kwanza, kitu moja naweza sema, inalingana na msimamo wako. Venye wewe how have you been nurtured? Ndani ya ulimwengu wa kiroho. Wewe unaelewa Mungu namna gani? Unaona the God in you. Unaona yule Mungu ako ndani yako. Ndiye anapeanga mtu hiyo conscience ya kumwambia ukifanya hivi ni vibaya. So kuna hii msemo inasemekana ya kwamba gospel hailipi. Gospel music hailipi, secular ndio inalipa. Alafu tena kuna hii notion inasemekana ya kwamba kanisa nyingi na ama wachungaji, lakini si eti tunataka kuweka lawama kwa wachungaji, lakini umekuwa na hii shida ya kwamba wasanii wanapoenda katika kanisa, hata ile heshima peke yake na priority hawapewi. Lakini unapata ya kwamba wale wasanii ambao wanafanya zile muziki za dunia wanapewa ile heshima na wanachepuka kwa haraka. Yaani ile support iko. Unaweza sema hiyo ni kwa wacha nianze na hiyo umesema gospel wanasema hailipi, secular inalipa. Kitu ya kwanza unafaa ujue hii ni ministry. Okay. That is one. Unaona? Hata kama bado unahitaji pesa ya kujimundu, ya kulipa rent na watoto wa kule, na ulipe house rent, ni vizuri ujue bado, kwa sababu pia hata Biblia inasema kwamba wale wanafanya ndani ya hekalu wa kule ndani ya hekalu. Unaona? Ndio sasa nasema sio kwamba hailipi. Gospel inalipa. Usanii wa gospel unalipa. Kwa sababu unaweza kataa kununuliwa CD. Lakini Mungu akupe afya mzuri. Kweli? Na akupe pesa ya kulipa rent. Na afungue njia uende labda ng'ambo ama ununuliwe shamba na mtu. Unaona? Kwa hivyo apart from kuuza CD, unajua sasa wasanii wa gospel, na mimi ndio naambianga wasanii, msanii akija hapa, namwambianga jambo ya kwanza, ukija hapa wacha kuja hapa ukiwa na matarajio. Sasa nikiiba nitakuwa kama Rose Muhando ama Muigai wa Njoroge ama Siro wa GP.
ukija kama umekuja kuiba, kuja uinue Mungu. Akitaka kukuinua atakuinua. Ndio usikuwe discouraged. Unaona? Kwa sababu watu wengi wanakuja wakiwa na matarajio kubwa. Kweli. Wakiiba, mtu ukimpea CD, anaenda analala kwa nyumba. Unaona? Na ndio wanasema gospel hailipi. Gospel inalipa. Kwa sababu Mungu akikupa afya mzuri, haugojeki, unakula, na kuna wengine wanalala njaa. Kuna wengine na sasa ndugu yetu, baba yetu Elfi, hii maneno ya kusema ya kwamba wachungaji wanawekeanga tu wasanii wa gospel mkono peke yake na kuacha waende hivyo. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Mimi kusema kweli, hiyo ni party moja ambayo imepiga wasanii wa injili sana. Kweli? Kwa sababu ni kupata watu ambao watakupenda ndani ya kanisa ni ngumu sana. Kweli? Kwa sababu watu wamejaa wivu ndani ya kanisa. Na ni vizuri watu waambiwe ukweli. Watu waambiwe ukweli. Na ndio unaona mimi kitu ya kwanza, mimi ya makanisa hii kubwa yote nimeenda. Kweli? Na nimekuwa nikicheza keyboard. Na kuna pahali ilifika nikaambia Mungu, mimi unibariki. Yes. Ukishanibariki, mimi hata mambo ya kuendaga kanisa ati kucheza keyboard ninalipwa, hiyo utaki. Kwa sababu nimekuwa discouraged na wachungaji sana. Kweli. Mchungaji anakuambia hii, ikifika mwisho wa mwezi unamwambia sasa mchungaji, ulikuwa umeniambia hivi, anakuambia hana pesa alitumia. Ndio nilifika pahali nikasema, mimi mambo ya wachungaji, mchungaji kuniita atanipigie keyboard anilipe, sitaki. Acha Mungu anibariki. Acha Mungu akubariki. Mimi kama ninaenda kuchapa injili. Ukifanyia Mungu kazi. Nikifanyia Mungu kazi. Sitaki kuwa discouraged, niwe na depression. Ndio unaona wasanii wanajinyoga. Msanii tulikuwa na wasanii wengine unasikia wamepata depression. Wamekufa. Unaona sio? Tunaenda kwa hiyo alamu pia. Tunaenda kwa hiyo. Tunataka tuzungumze na wachungaji. Peani wasanii nafasi katika kanisa wafanye muziki. Na vile vile mupatie wasanii zile platform ya kuinuka. Na vile vile siku moja tutakuwa pia na wachungaji katika ile show yetu ya My Storyline. Na tutakuwa na nyinyi pia tumutueleze kwa nini wasanii wa gospel hawapati ile nafasi nzuri katika kufanya mambo ya uimbaji. Kwa sababu kumekuwa na lawama ya kwamba yule msanii ambaye anafanya muziki ya gospel akikuja katika kanisa, mchungaji anamwekea tu mkono na anamwambia ubarikiwe, enda salama. Lakini ukipata kwamba yule msanii ambaye anafanya muziki ya secular akienda kuperform kwa mfano kwenye bar, analipwa kulingana na ile agreement. Now tuambie, corona inakupeleka namna gani? Sasa tuingie upande wa corona. Corona imeniaffect kwa sababu unaona kulikuwa na lockdown. Na hiyo lockdown imeleta maneno mingi kwa sababu wasanii wengi ni wa up country. Kweli. Unaona? Kwa hivyo sasa venye wamekuwa blocked, tunabaki na wasanii wa Nairobi. Na wasanii wa Nairobi ujue sasa on a daily basis, kwanza ni ujue utakula nini, na ujue utavaa nini, na ujue rent utalipa na nini. Kweli. Kwa hivyo unaona sasa mambo ya usanii, kwanza mtu anaajiri ndio kwanza afocus na daily life. Lakini kwa yote tunashukuru Mungu kwa sababu katikati hata kukiwa na corona sijarara njaa, kwa sababu hii ndio kazi yangu. Sijarara njaa. Na ndio unaona Biblia inasema ya kwamba Mungu hawezi achilia mtoto wake. Kwa hivyo hii corona imeaffect watu, lakini katikati ya yote kuna watu wameinuliwa na kuna watu wanasema corona imekuja kuharibu maneno. Initially unamaanisha kuna watu bado wamekuwa rekodi muziki hata kama kuna corona. Kwa sababu unajua kitu ya kwanza unafaa ujue wasanii huaga wanaenda na venye kuko. Kweli. Saa hii sasa ni corona. Kuna watu wanaibia corona. Kuna watu wanaimba Mungu tusamehe. Unaona? Kuna watu wanaimba Mungu ninakushukuru, at least niko uhai siku ya leo. Wengine wamekufa na corona. Kwa hivyo katikati ya hiyo mambo yote unaona wasanii hata kama mtu haibi album mzima wenye watu walikuwa naimba zamani, mtu akiiba moja, mwingine anaiba moja, mwingine anaiba moja, watoto wanakula. Na wewe umejenga wasanii wengi sana katika hii safari ya muziki. Na kuna mtu uko nje na kuangalia hivi na anasema siku moja lazima nitakuwa kama Efi. Unaweza ambia yule msanii ambaye anachepuka, unaweza mwambia aje? Na yule mtu ambaye anadimaya kufanya mambo ya production ya muziki, unaweza mwambia namna gani? Hicho kitu ya kwanza kama vile nilianzia, ni vizuri kama uko na kitu ndani yako ufuatilie. Kweli. Unajua sana
Zamani tulikuwa tunasikia kutoa muziki inakuwa ni gharama kubwa sana. Kweli. Na hiyo uvumi pia uanga inaendelea hata siku hizi. Kwa hivyo Mungu asipokusaidia usiwe kama ni producer, umesikia producer fulani, umesikia producer fulani, usiwe unasikia uoga kuulizia. Kweli. Unaona? Hata kama huna kitu. Kwa sababu in this ministry kama mimi kuna mtu anaweza nipigia simu. Aniambie sasa nataka hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini sina pesa. Jambo ya kwanza uanga namwambia hebu nitumie nini yako song yako hata stanza moja tu nisikie venye unaimba. Na nikisikia huyo mtu anaimba vizuri. Kwa sababu hata mimi sikuanza nikiwa producer. Kweli. Na kuna watu pia wamenishikilia kwa huu uwanja. Ni vizuri hata na mimi at least I plant a seed. Yes. Unaona? Nirudishe mkono nimwambie Bwana unastahili sifa kwa sababu kuna watu walinishikilia. Hata mimi nikishikilia mmoja inaweza kuwa jambo la maana. Kitu ya muhimu ni kufuatilia. Hiyo ndio kitu kwa sababu saa hii ni kama kijana tu. Unaona saa hii vijana wengi labda wanaona vijana wale walikuwa hapo mbele yao wameoa. Unaona? Kweli. Lakini sasa kijana anasikia uoga. Anasema nikipata bibi huyu bibi atakula nini? Lazima nimfarishe, lazima nimfanyie hii. Hiyo uoga ndio uoga inamaliza mtu. Wengi ni waoga. Yeah. Sasa tumeongea mambo mengi kuhusu muziki, kila kitu tumeguzia. Nilikuwa nataka tu kujua apart from muziki, apart from production, ni kazi gani tena nyingine unafanya? So apart from kazi ya muziki, pia tunakuanga na kazi nyingine ya kupeleka watu nje. Okay. Ya tunapelekaga watu nje. Na unajua siku hizi watu wanasikiaga kwenda nje, Saudi ama Qatar ama Dubai ama Canada ama palipote wanataka kwenda, wanasema hapana, kuna ukora ama ninaenda kuuzwa. Kwa sababu unaona ile kuna masaibu imetokea hata wakati huu wa corona. Kumekuwa na mambo mingi sana, watu wanakufia huko. Tunapelekanga watu huko. Na tuko na ninakuanga na mkubwa wangu anaitwa Madam Jane. Okay. Na pia niko na mwingine anaitwa Mr. John. Okay. Ya tuko na ofisi zetu pale Konja. Na tunashukuru Mungu kwa sababu wakati niliingia huko hata mimi nilikuwa ninasikia hivyo, lakini wakati niliingia kule nikapata kule kuna upana na kuna kufuatilia mtu ameenda namna gani, na kuna constitution ambayo imewekwa msichana akienda na huko lazima mwenye anamchukua afuatilie hao maagizo. Okay. Na kama hatafuatilia aachane na msichana ama na watu Kwa hivyo tuko na hiyo kazi, na pia mtu akisikia sasa hivi unajua sasa wakati wa corona mambo imekuwa flat. Lakini sasa ukifunguliwa mtu asikie pia angetaka kwenda Qatar, anataka kwenda Dubai, anataka kwenda Jordan ama Lebanon ama Bahrain. Hizo kazi zote tuko nazo. Okay. So unaweza kuwa hapo nje na unatamani sana kwenda ng'ambo kufanya kazi yako. Unaweza kuwa umesoma, umetafuta kazi, umezunguka sana Nairobi hii. Ninataka nikwambie tafuta Efi Ma Studios, mahali iko na utaweza kusaidika. Ndoto yako inaweza timia kupitia kwa mikono yake. Unajua kumekuwa na ile dana ya kwamba wale wote ambao wanaenda nje wanateseka, lakini kupitia katika Efi Ma Studios atakupatia ile opportunity, na vile vile ataifuatilia kujua unaendelea namna gani. So nataka utuambie contact zako kwa upande wa muziki kwanza. Mtu akitaka kurekodi ile muziki atakupata namna gani? So mtu akitaka kunipata atanipata kupitia simu yangu ambayo ni 0718 340 888. Okay. Na mtu pia akitaka kuniandikia email anaenda tu kwa email anaandika efimastudios@gmail.com. Very good. So acha tena niulize swali la mwisho kabisa. So hiyo ni kwa upande wa muziki. Na kwa hii kazi nyingine, kwa sababu Wakenya wengi wanapenda hii kazi ya kwenda ng'ambo, kwa sababu economy yetu kidogo iklafu imekuwa, kazi kupatikana ijakuwa rahisi. Na kwa sababu ya hii corona sasa watu wengi wamepoteza kazi. Sasa ninataka kujua ya kwamba kwa upande wa kazi mtu akitaka kukupata pia mtu akitaka kunipata atanipata na hiyo contact tu hiyo nimepeana. Okay. Hiyo 0718 340 888 atanipata.
Na pia ukiingia upande wa Facebook, majina yangu kamili yenye iko kwa ID ni Zachary Njoroge Mungai. Okay. Kwa hivyo F is a pseudonym kwa upande wa ministry ya uimbaji. Kwa hivyo upande wa Facebook ukiingia Zachary Njoroge Mungai, pia utanipata pale na tutaweza kuongea. Sasa nataka kuangalia kamera na uambie jambo lako la mwisho alafu tufunge show. Ya jambo yangu ya mwisho kwanza ni kushukuru Mungu kwa venye mmenitembelea, kwa sababu ninajua ya kwamba mmeacha mambo yenu na mkakuja hapa. Kwa hivyo hiyo ni kitu sichukuli jambo ya kawaida, pia nashukuru. Na ninaomba tu mbarikiwe, na pia wenye wanafuatilia hii channel tafadhali subscribe na tutaweza kubarikiwa. Okay. Kwa hivyo wasanii mko karibu. Msiogope, msionee mkiwa kwa ubali. Karibuni kwa studio na kila mtu aweze kuburudika na kufanya talanta yake ikue. Kwa hivyo mweze kubarikiwa sana. Nataka nikuambia kwamba endelea kufuatilia hii show yetu ya My Storyline Show katika YouTube yetu, na ndoto yako linaweza likatimia. Unaweza kuwa na story yako mahali pale umeandika, ama uko na muziki yako umeandika na unataka kuitoa, tafuta FMR Studios, iko located town Ludhuli House. Asanteni sana. I'm your host Mr. Felix Okituku.